Shalom mfalme wa kikuani na mtazamaji wa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Karibu katika kipindi cha Raha, jukwaa la roho, neema na vipawa, mahali ambapo tunakufunulia namna ambavyo unaweza kutumia kipawa ulichonacho. Hicho kipawa cha uigizaji, utangazaji, uandishi wa filamu na vipawa vingine vingi ambavyo Mungu Baba ameweza kuviweka ndani yetu, namna ambavyo tunaweza tukavitumia kuweza kufunua habari za ufalme wa Mungu hapa duniani. Na mimi ni mtangazaji wako wa siku zote, Asa Brown. Karibu tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Kipindi ni Raha, jukwaa ni roho, neema na vipawa. Na leo jukwaa la roho, neema na vipawa, tukuletea malkia na mwigizaji bora kabisa wa kike kutoka Hollywood, ambaye mwigizaji huyu kutokana na ubora wake katika jukwaa la uigizaji ameweza kujipatia tuzo kubwa za Golden Globe, ambayo tuzo yake ya kwanza ameipata mwaka 1993 kutokana na filamu ya What's Love Got to Do With It, lakini nyingine ameweza kuipata mwaka 2022 kupitia filamu ya Black Panther Wakanda Forever, ambayo aliigiza kama malkia na aliweza kuvunja rekodi ya kuwa mwigizaji wa kwanza kupata tuzo hiyo kubwa kabisa kutoka Marvel. Hapa ninamzungumzia Angel Bassett, ambaye ni mwigizaji bora wa kike wa muda wote na ameweza kutufunulia siri ya kutawala katika jukwaa la filamu kuwa ni maombi. Na haya aliweza kutueleza pindi akiwa anachukua tuzo yake ya pili ya Golden Globe ya mwaka 2022, na aliweza kusema na mkuu, maisha tulionayo ni muujiza tosha, na kinachohitajika ni wewe kuishi kusudi ambalo Mungu amekufunulia. Ingawa safari yako inaweza isiwe rahisi, lakini mimi nimesimama hapa ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Mama yangu huwa ananiambia kila mara, mambo mema hudhihirika kwa wale wanaoomba. Nimeona uhalisia wa neno hili kila siku tunapokusanyika ndani ya familia na kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku mpya. Mwisho wa kunukuu. Mrithi wa Mungu, ukuu unaanzia nyumbani, na Mungu ameweka mbegu ya ukuu katika kila familia. Tunaona hata mtunza mithali aliweza kutueleza katika Mithali ile 22 mstari wa 6 kwamba mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Lakini pia Waswahili nao wakaja na misemo na mithali mbalimbali ambayo inatuweka katika mstari wa kulea watoto wetu, kama msamaki mkunje angali mbichi, lakini mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Ndivyo tunaona kwa Angel Bassett, mama yake aliweza kumpa siri ya udhihirisho yale mambo mema hayo tunayohitaji yanapatikana katika maombi. Maombi yana nguvu, lakini pia maombi ni udhihirisho wa yale ambayo tunakuwa tunahitaji. Maombi ni mazungumzo kati ya baba na mwana, lakini pia katika maombi tunapata pumziko. Licha ya kupata yale ambayo tunayahitaji, lakini ni pumziko. Maombi ni furaha. Maombi tunapata kujua siri nyingi, tunafunuliwa siri nyingi ya vitu vingi tukiwa hapa duniani. Tunaona Angel Bassett, mama yake aliweza kumwelezea hayo na ameweza kumpa nguvu ya kuweza kutawala, na ameweza kumpa nguvu ya kumwelekeza jinsi ya kufanya, jinsi ya kutenda katika jukwaa la uigizaji, hata ameweza kutawala na kuweza kuibuka kinara na kuwa malkia katika jukwaa la uigizaji na kupokea tuzo kubwa kabisa za Golden Globe. Bwana familia wangu, hivi vipawa tulionavyo ambavyo Mungu Baba ameweka ndani yetu ni vipawa, na nguvu au utukufu wa vipawa vyetu unapatikana katika Roho Mtakatifu na maombi. Agosti 16 mwaka 1958, katika familia ya Bibet Jane aliyekuwa mtumishi wa umma pamoja na Bwana Daniel Benjamin Bassett, Malkia Angel Bassett alizaliwa. Malkia huyo aliweza kukulia katika mji wa Florida tangu akiwa na umri wa miaka 4 kwa babu yake ambaye alikuwa ni mchungaji, na kuweza kufundishwa mafundisho ya Jumapili ya Sunday School, lakini pia aliweza kufunuliwa siri hii ambayo iliweza kufanya aweze kutawala katika jukwaa la filamu. Malkia huyo tangu akiwa na umri wa miaka 4 alikulia katika mji wa Florida ambapo alikuwa akiishi
babu yake aliyekuwa mchungaji, na huko aliweza kufundishwa mafundisho ya Jumapili pamoja na kujiunga na kwaya ya kanisa. Katika kanisa hili la Church of God in Christ ndilo lililomkuza Angel Bassett katika ufahamu sahihi wa kuweza kutambua asili yake na kuimarisha katika imani yake kwa Kristo Yesu. Na hapa ndipo alipofunuliwa siri ya kutumia kipawa chake alichonacho pasipo kumezwa na maisha ya uharibifu ya duniani kupitia maombi. Pamoja na mafanikio mengi na tuzo mbalimbali ambazo Angel Bassett ameweza kuzipata, anatueleza kwamba Mungu na kusudi lake ndio msingi wa mafanikio yake ambayo ameweza kuyapata katika tasnia ya filamu. Mara nyingi amekuwa akiweka hadharani Warumi ile sura ya 8 mstari wa 28, natumia tafsiri ya Kingdom Bible ambayo inasema vitu vyote hufanya kazi pamoja kwa ajili ya kuwaletea mambo mema wale wapendao Elohimu, yaani wale walioitwa kuendana sawasawa na kusudi lake. Lakini pia ameeleza haya katika mahojiano yake ambayo aliweza kufanya na gazeti la Parade akisema, na nukuu, kila mtu hapa duniani hutumikia kitu fulani na unachokitumikia ndicho huwa msingi wa maisha yako. Kwangu mimi ni upendo wa Mungu Baba na imani yangu kwa Bwana na mfalme wangu Kristo Yesu, na sio pesa, umaarufu wala utajiri. Vitu hivi vyote ni vyema, lakini ukivitumikia utajiletea uharibifu. Upendo wa Mungu kwangu ndio msingi wa vitu vyote. Mwisho wa kunukuu. Mpenzi mtazamaji wangu, imani ni urithi, urithi ni mwendelezo. Imani hii ya kutambua nguvu ya maombi katika kila hatua ndio ambayo malkia huyu anaitumia katika kuwalea watoto wake mapacha Slater pamoja na Brown ambaye amewazaa pamoja na mume wake Courtney Vance. Hongera sana Angel Bassett kwa msimamo wako katika imani yako kwa Kristo Yesu. Ni kwa roho, neema na vipawa tunakusherehekea namna ambavyo umekuwa jasiri uweza kusimama katika msimamo wako wa Kristo Yesu katika jukwaa la uigizaji. Nami nakutamkia mpenzi mtazamaji wangu, maombi ni eneo lako la furaha, maombi ni eneo lako la kicheko, ni eneo la wewe kupata pumziko, lakini ni eneo la wewe la kufunuliwa siri zote za Mungu na kupata udhihirisho wa mambo yote mema ambao unayahitaji katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kipindi ni Roho, jukwaa la Roho, neema na vipawa, kinachokujia kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni. Pamoja nami mtangazaji wako Axel Brown. Usiache kutufuatilia katika Instagram page yetu kwa jina la Beyond Film Company, lakini pia usisahau kulike, kucomment na kushare. Mpaka wakati mwingine, shalom shalom.